Christ TV. This is Reality in Christ TV. This is Reality in Christ TV, where prayers is the solution. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Shalom, shalom saint. Good morning and win today. Win tomorrow. I win always. Praise the living God. Naitwa Mwalimu Emmanuel ama ukipenda Pastor Emmanuel. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Je, wewe umeokoka? Amen. Tunapigana vita ya kuurithi ufalme wa Mungu. Amen. Na nataka nishukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii ambaye Mungu amepeana mimi na wewe tusemezane. Na nataka nikufundishe jambo moja ambao itakuwa ya faida sana kwa maisha yako, na usisahau tuko katika mitandao, enda YouTube Reality in Christ TV, na unapoandika Reality in Christ TV ili upate mafundisho zaidi, unapoandika Reality in Christ TV unaandika Reality in Christ TV, hayo maneno yakiwa pamoja, usiweke space, reality space, Christ space, no, andika tu Reality in Christ TV. Utapata hapo logo ya green hivi, ingia pale. Tuko na mafundisho, tuko na testimonies, tuko na prophecy, powerful prayers, deliverance prayers, good teachings. Mafundisho kama haya utayapata kwenye mitandao. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ninataka niongelee maneno mengine machache mafupi ambayo itakuwa yenye msaada sana kwa maisha yako, ewe mtoto wa Mungu. Najua umeokoka ama pengine haujaokoka. Mtu kama mimi mwalimu nastahili kukufundisha ujue uzuri wa kuokoka na uzuri wa kumjua Mungu na uzuri wa kukaa ndani ya Kristo. So leo sijakuja kuambia uokoke lakini nimekuja nikufundishe neno ambalo limekuwa linakutesa sana, iwe umeokoka ama hujaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tushukuru Mungu. Bwana Yesu, ninakushukuru, nasema ni asante. Neno ambalo ninaenda kulisema siku ya leo liwe la faida. Bwana Yesu, watu wengi Baba wanapitia mengi mazito chini ya jua. Wengine wao wameokoka na wamembeba Mungu, wengine ni watumishi. Bwana Yesu, ninaomba katika jina lako takatifu kwamba uonekane, utawale Baba, udhihirike kwamba unaweza. Nakabidhi Bwana Yesu, nakabidhi neno lolote ambalo nitalisema siku ya leo, liwe ni neno lenye nguvu, neno lenye kufungua na neno lenye kubadilisha. Baba, ingia kati ili wewe utukuke. Yeyote atakayesikiliza mafundisho haya, ilete faida, ilete amani, ilete upendo, ilete faida katika maisha yao. Jamii yenyu yote nimeibariki kwa jina la Yesu Kristo. Asante Yesu, maana wewe ni mwema. In Jesus name I pray. Amen. Topic yangu ya siku ya leo ni swali. Amen. Topic yangu ya siku ya leo ni swali. Mbona mateso na umeokoka? Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona mateso, I guess that is my headline. Mbona mateso na umeokoka? Why problems and you are saved? Praise the living God. Umebeba Mungu na mbona unateseka? Hallelujah somebody. Mbona unapitia magumu na umeokoka? Hiyo ndio swali langu siku ya leo. Kuna ndugu mmoja akawa ananiuliza, eti pastor, tangu niokoke siwaiona amani, kazi iliisha, kukula ni shida, ulali vizuri, lakini nataka leo nikwambie kitu, na nataka utege sikio kabisa na upate kuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana.
Wakati mtu ameokoka, hapo ndipo umetangaza vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unatangaza vita na adui ambaye ni shetani. Ninasema pastor, sionangi shetani. Shetani anaweza ingia kwa ule mtu mwenye ako karibu na wewe, haijalishi ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wakati umeokoka ndio umetangaza vita kwa maisha yako. Kuna watu wanaokoka wakiwa hospitali. Ulikuwa katikati ya kifo na uhai, ukaamua kumpokea Yesu. Kuna mwingine naye aliokoka akiwa amelewa chakari, akabebwa, akaokolewa kwa mtaro, akasema kuanzia leo ninaokoka. Kuna mwingine naye pia mchunguzi alihubiri vizuri kwenye kursi, akamgusa, akaamua leo naokoka. So katika wokovu watu wanaokoka kwa njia tofauti. Mwingine aliteseka, ameamua kumpokea Yesu ili yale mateso, amesikia kwamba kwa Yesu kuna raha. Basi alisema praise God. Wangapi wanataka kuokoka? Kwa Yesu kuna raha, kwa Yesu kuna amani, kwa Yesu kuna furaha. Ukatoka mbio, ukasema inua mkono juu, nikainua mkono. Ukasema sema Bwana Yesu, ukasema Bwana Yesu, naja mbele zako kuanzia leo. Na wakati unaokoka, akili yako inakuambia kitu fulani, kwamba amesema nikiokoka kwa Yesu kuna amani, kwa Yesu kuna kazi, kwa Yesu kuna furaha. Wacha nikwambie leo na uelewe zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wakati umeokoka, kumbuka wakati ulikuwa hujaokoka ulikuwa unaishi kwa amani, hata pesa ulikuwa unapata. Wakati umeokoka tu, pastor, marafiki wangu siku hizi hawanitaki. Hata sukari huwezi omba, jirani anakupatia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unaokoka unajikuta hata wale watu wa kukusaidia wametoka. Swali langu ni je, wakati uliokoka expectation yako ilikuwa ni gani? Kama wewe ulijua kwamba ati nikiokoka nitakuwa ninapata baraka kila siku nikienda kanisani, nisikilize sasa leo upate kujua. Wokovu ni tamu kweli. Kukaa ndani ya Yesu kuna raha. Amen. Lakini ukiwa umeokoka unastahili kukaa ukijua kwamba ndio umetangaza vita na adui. Hapo ndipo shetani atakutenga na watu wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati umeokoka, hapo ndipo umetangaza vita na adui shetani. Sasa hata kupea amani na hata kupea furaha. Na kumbuka maandiko inasema vizuri, hauwezi ukaserve mabwana wawili. You cannot serve two masters. You cannot serve two kings. Lazima utachagua mmoja, mfalme wa dunia ama mfalme wa Mungu. Ufalme wa dunia ama ufalme wa Mungu, wa Mungu ama wa Mungu. Lazima utachagua, is either you belong on this side ama you belong on the other side. Sasa the moment umetoka katika giza ukaingia kwa nuru, kaa ukijua kwamba lazima utatembea kwa hiyo nuru ndio usaidike. Wengine wakiokoka, kuna factors ambazo unastahili kuconsider wakati umeokoka, ndio usione ugumu, usione mateso. Pendo, nataka nikwambie jambo moja. Ile siku ya kwanza umemkataa shetani na ukamkubali Yesu, kaa ukijua kwamba anything can happen. Unaweza lala njaa lakini bado unampenda Yesu. Usiokoke kwa sababu pastor amesema kwamba ndio. Kwa maana unajua wokovu inataka uamuzi. Mimi wakati mwingine nikiomba ama nikihubiri sijawahi lazimisha mtu kuokoka. Wokovu ni hiari. Unafaa kuamua ndani ya moyo wako. Sasa ninaamua, ninatembea katika hii njia. Praise the living God. Sasa kwa nini watu wameokoka na wanateseka? Watu wanateseka kwa sababu wakati uliokoka, vile ulifikiria kwa akili zako sio venye unayaona kwa macho. Bwana Yesu asifiwe sana. Vile ulichukua wokovu ama matarajio yako hauyapati venye ulifikiria utayapati. Unajua hiyo siku watu waambiangi kwamba mpendwa, venye mwokoka umetangaza vita na shetani. Hatutakwambia hiyo siku.
Nakwambia kuja kanisani, soma maandiko, kana watu wameokoka, usikose kuomba, usikose kuja kanisani. Angalia marafiki unatembea nao. The more tunakwambia angalia marafiki unatembea nao, kaa ukijua the more unaanza kujitenga na watu wabaya. Sasa expectations yako kwa wokovu ilikuwa ni nini? Ulitarajia kupata nini kwa wokovu wakati uliokoka? Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona watu wanateseka na wameokoka? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna factors ambazo unastahili kuconsider kama umeokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko na vitu ngapi? Vitu vitatu ambazo ni za muhimu sana kwa mtu ambaye ameokoka. Jambo la kwanza, kabla uanze kusema unateseka, jiulize, wakati nimeokoka, je, hizi vitu vitatu ziko kwa maisha yangu? Jambo la kwanza, kwa kizungu tunasema righteousness. Praise the living God. Amen. Kwa kizungu tunasema righteousness. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, faith. Ya tatu, hope. Vitu vitatu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kabla hujaanza kusema unateseka, je, unatembea katika utakatifu? That is righteousness. Are you walking in the ways of the Lord? Praise the living God. Amen. Je, umewacha ya kale? Umewacha matendo mabaya? Kuna watu wanalalamika haoni baraka za Mungu, lakini hajawacha matendo mabaya. Hujawacha zile vitu ambazo ulikuwa unafanya. Hallelujah. Are you walking right with the Lord? Praise Jesus. Unasema unateseka, mimi nimeokoka, nalala njaa, naenda fasting. Kuna mtu anaenda fasting, akitoka fasting ukikutana naye kwa barabara na kutusi. Unajua majaribu ni mengi. Ujuangi shetani anakuja namna gani? Anakuwekelea tusi. Nakwambia wewe enda uliza mama yako. Praise the living God. Amen. Ukiangalia huyu mtu amejigamba venye amekuwa na riba shanta kwa mlima. Sasa amekutana na yeye ameweka tusi. Praise Jesus. Amen. Kwanza simu siku hizi. Amefika hivi wakati anateremka mlima anasema, nimemiss simu sana, ameingia. Naanza kuchata, naanza kuwatch zile vitu vituko kwa simu. Angalia kwa wale watu wako uchi. Angalia kwa wale watu wamevaa manguo zenye hazifai. Bwana Yesu asifiwe sana. Swali langu ni je, kabla ujaanza kulalamika kwa nini nateseka, angalia, am I walking right with God? There are factors to consider when you are saved, when you receive salvation. Because Biblia inasema kwamba tazama ya kale yamepita na sasa yamekuwa ni mapya. Ya zamani umeacha. Kama ulikuwa na wasengenyi umeacha. Ulikuwa mwenye vita umeacha. Ulikuwa mlevi umeacha. Now you are focusing on righteousness. You cannot receive the blessings of God if you are not right with God. If you are not walking right with God, with the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Wacha tusome maandiko. Fungua nami kitabu cha Wahebrania 12:14. Biblia inasema hivi, try to be at peace with everyone and try to live a holy life because no one will see the Lord without it. So that means no one will see the Lord without holiness. Praise the living God. Amen. That is righteousness. When you are walking right with God, then that means you are maintaining holiness.